Mwanamke asiye na hatia anapigwa mawe hadi kufa kwa sababu ya uongo wa mume wake mkatili. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Cinemax kwa burudani isiyo kikomo. Filamu ya leo ni ya kusisimua ya mwaka 2008 iitwayo The Stoning of Soraya M. Filamu inaanza kwenye barabara ya jangwani nchini Iran, ambapo mwandishi wa habari Mfaransa mwenye asili ya Iran, Freydon Saipiam, anajikuta amekwama baada ya gari yake kuharibika. Akiwa anasubiria msaada, basi dogo linapita na kujitolea kuvuta gari yake hadi kijiji cha karibu kiitwacho Kupaye. Wakati huo huo, mwanamke aitwaye Zara anamuona Freydon akiingia kijijini, wakati yeye akiwa nje akizika mifupa na vitambaa vilivyochakaa. Zara anaporudi Kupaye, anamkuta Freydon akijaribu kumshawishi fundi wa eneo hilo aitwaye Hashim kutengeneza gari yake. Freydon anamwambia Hashim kwamba atalipa zaidi ya kiwango cha kawaida. Hashim anakubali. Zara anatambua kuwa huenda Freydon ni mwandishi wa habari kutokana na kinasa sauti alichokibeba. Hivyo anamkaribia na anasema kuwa kijiji hichi kina siri nzito sana. Hata hivyo, anaingiliwa na kufukuzwa na Meya Ibrahim pamoja na kiongozi wa kidini Sheikh Hassan. Wanaume hao wanaonekana kusumbuliwa na uwepo wa mwandishi huyo kijijini kwao. Wanamuita Zara mwenda wazimu na kujaribu kuchunguza maisha binafsi ya Freydon kabla ya kumwalika chakula cha mchana. Freydon anakataa mwaliko huo na kuelekea kwenye mgahawa, ambapo Zara anamrushia karatasi ili kuvutia umakini wake. Alipofungua karatasi hiyo, anakuta mfupa na ramani ya kwenda nyumbani kwa Zara. Baadaye Freydon anaamua kwenda kwa siri hadi nyumbani kwa Zara. Zara anatambua uwepo wake na anawatuma watoto wa ndugu yake waingie ndani. Kisha Zara anaamua kutengeneza chai kwa ajili ya mgeni wake. Anamwomba Freydon amsikilize na kurekodi hadithi yake, naye anakubali. Hadithi hii inamuhusu mpwa wake Zara, Soraya Manucheri, mama wa wavulana wawili na wasichana wawili. Mume wake Ali alikuwa mkatili na mara nyingi alimtesa Soraya. Wiki chache zilizopita, Ali alimwambia Soraya kwamba anataka kumtaliki ili aoe msichana wa miaka 14 aitwaye Mary. Hata hivyo, Soraya alikataa kwa sababu alijua hataweza kuwahudumia watoto wake peke yake. Ndipo Ali akamwomba Hassan amshawishi Soraya akubali talaka, hata kumtishia kufichua siri zake za uhalifu alipokataa mwanzoni. Kwa kusita, Hassan alikwenda kwa Soraya kuzungumzia talaka, bila kujua kwamba Zahara alikuwa akisikiliza kwa siri. Licha ya masharti ya Ali kumruhusu Soraya kubaki na binti zake na nyumba, bado alikataa kwa kuwa haitoshi kugharamia maisha yao. Hassan kisha akapendekeza atamhudumia Soraya na binti zake kwa sharti la kuwa mpenzi wake wa siri. Zahara aliposikia haya, alitoka mafichoni kwa hasira na alimfokea sana Hassan kwa kutokumheshimu Soraya, kisha akamfukuza ndani ya nyumba. Kisha akamuuliza mpwa wake kuhusiana na ndoa yake, kitu ambacho Soraya alikijibu kwa kumwonyesha makovu ya mwilini mwake ambayo Ali alikuwa amempatia. Baadaye Ali anarudi nyumbani na kumlaumu Soraya kwa kumfanya onekane mjinga kwa kukataa talaka. Hakusita hata kumtaja Mary pamoja na plani zake za kumuoa mbele ya watoto wake. Ali hakusita hata kuwageuza watoto wao dhidi ya mama yao. Soraya alipomwita Ali mume mbaya kwa kutokuwahudumia, mtoto wao mkubwa alimtetea baba yake, akimwambia hutakiwi kuongea hivyo mbele ya mwanaume. Hasira zilimzidi Soraya, alitupa vyombo chini ya sakafu mpaka vikavunjika, na Ali akamwambia vyombo hivyo natakiwa kuvilipa. Soraya anakasirika na kutaka kuondoka na binti yake. Hata Ali alipojaribu kumzuia kwa kumpiga na kumwambia abaki, alimsukuma na kukimbilia kwenye nyumba ya Zahara. Zahara alimwahidi kumsaidia kwa kumwomba msaada Meya, akiwa na imani kuwa atamsaidia kwa sababu awali walikuwa na mahusiano mazuri na Zara. Ghafla Hashim alifika kuomba msaada kwa mke wake aliyekuwa anakufa, kwa kuwa daktari alikuwa hayupo. Wakati wanaenda nyumbani kwa Hashim, Zahara alimuona Ali akiwa na mwanamke mwingine kwenye gari yake. Walipofika nyumbani, mke wa Hashim alikuwa ameshafariki kitambo sana. Kitu ambacho angeweza kumsaidia kwa sasa ni kuandaa mwili kwa ajili ya mazishi, wakati Soraya alikuwa akiwazuia wanawake wengine wa kijijini hapo kuweza kubeba vitu vya marehemu. Na walipomaliza kuandaa mwili wa mke wa Hashim, Zara alizungumza na Hassan. Alisema Hashim anahitaji mfanyakazi atakayefanya kazi kwake pamoja na kumwangalia kijana wake. Hassan alimwomba Soraya aweze kufanya kazi hiyo. Zahara alikubali. Alisisitiza kuwa Soraya anatakiwa kulipwa vizuri na mume wake Ali kutokuzigusa kabisa pesa hizo. Baada ya Hassan kukubaliana na masharti hayo, Zahara alionywa na Ibrahim kuhusiana na tabia yake ya kuongea sana. Alisema kuna siku inaweza kumsababishia matatizo. Soraya alianza kufanya kazi nyumbani kwa Hashim. Hashim na mtoto wake wote walifurahia sana msaada huo. Hakujua kuwa Ali alikuwa akimwangalia kutokea mbali. Mambo yalikuwa mazuri kwa Soraya. Hashim alikuwa akimtunza vizuri na hata hivyo alikuwa akitengeneza pesa yake mwenyewe. Na baadhi ya pesa alizihifadhi kwa Zahara, akitumaini zitamsaidia kumtunza yeye pamoja na watoto wake bila kumtegemea Ali. Ali alichukizwa na maendeleo ya mke wake.
Hivyo Ali alimwambia Hassan kuwa Soraya alikuwa akimsaliti na Hashim. Hassan hakumwamini kwa sababu alijua Soraya hakuwa mwanamke wa tabia hizo. Lakini Ali alikuwa na nia ya kupata ushahidi ili kumpeleka Soraya mahakamani, kwani hakutaka kumhudumia tena kifedha. Baadaye uvumi kuhusu Soraya kutokuwa mwaminifu ulienea kijijini. Asubuhi iliyofuata, Zahara alisikia maneno hayo kutoka kwa wanakijiji wengine. Wakati huo huo, Soraya alikuwa na siku nzuri pamoja na binti zake. Walichuma maua shambani. Walileta maua hayo kupamba nyumba ya Hashim. Hashim aliporudi, aliziona juhudi ambazo anazifanya Soraya. Alimwomba wabaki wapate chakula cha jioni pamoja, lakini alikataa. Siku iliyofuata, Zahara alimsikia Ibrahim akisikiliza madai ya Ali dhidi ya mke wake pamoja na Hassan. Ibrahim alisema anahitaji ushahidi au mashahidi ili kumfikisha Soraya mahakamani. Zahara alimpinga kwa kumuunga mkono Ali. Ibrahim alidokeza kuwa huenda madai yake ni ya kweli. Hiyo ilisababisha Zahara mpige kofi. Zahara alimuonya Soraya mara moja kuhusiana na njama hiyo, lakini Soraya alidhani Zahara na wasiwasi kupita kiasi. Wakati huo, Ali na Hassan wanakutana na Hashim kumuuliza kuhusu tabia ya Soraya kwake. Walimpa pia mkataba ambao hakuweza kusoma, jambo lililomfanya Hashim aondoke akiwa na wasiwasi mkubwa. Hata hivyo, wawili hawa hawakukata tamaa. Hata hivyo, walimtishia Hashim kuwa wangempeleka mwanae gerezani au hospitali ya akili ikiwa angekataa kuwa shahidi kwenye kesi ya Soraya. Hashim alilazimika kurudia uongo aliolazimishwa kusema, kwamba Soraya alikuwa akimtega na hata kulala kwenye kitanda chake. Kutokana na ushahidi huo wa uongo, Ali kwa hasira alimchukua Raya na kumtupa mtaani. Alianza kumpiga na kusema huyu ni msaliti. Zahara alijaribu kuingilia kwamba anasababisha taharuki kwa jambo ambalo lilikuwa la kifamilia. Aliwaagiza majirani wamuite Ibrahim na kumficha Soraya kwenye nyumba yake. Ali aliwafuata wale wanawake paka nyumbani. Alifuatia Ibrahim. Ali alisema kwamba alimuona Soraya akishikana mikono na kunong'ona na Hashim, na huo ndio ulikuwa ushahidi wake wa kwamba Soraya anamsaliti. Zahara alipinga na kusema Soraya alikuwa akionyesha tu wema na hilo ni kosa. Lakini Hashim alipowasili alilazimika kutoa ushahidi wa uongo ambao Ali na Hassan walimlazimisha kusema. Kutokana na maneno ya Hashim, Ibrahimu aliamuru kwamba Soraya atafikishwa mahakamani. Wanaume wa kijiji akiwemo Ibrahim, Hassan, Ali na mtoto wake na hata baba yake Soraya, Molteza, walikusanyika kwa ajili ya hukumu ya Soraya. Soraya hakutakiwa kusema kitu chochote kujitetea. Cha kushangaza, Molteza alisema kuwa mwanaye ana makosa kwa kumsaliti mume wake na adhabu yake itakuwa ni kifo kwa kupigwa mawe. Zahara aliposikia hukumu hiyo alijaribu kumsaidia Soraya kutoroka, lakini mwanaume mmoja aliwazuia. Akitambua hakuna njia ya kupona, Soraya alikubali hatima yake. Kwa huzuni aliwapatia mabinti zake vito vya thamani kama ishara ya kuaga mara ya mwisho, na alimwomba sana Zahara aje awaambie ukweli pindi utakapokuwa watu wazima. Kijiji kizima kilionekana kipo tayari kwa ajili ya hukumu hiyo ya mawe. Wanaume wengine walikuwa kichimba shimo na kukusanya mawe, huku Ibrahimu alikuwa akiomba, akijiuliza kama walikuwa wanafanya jambo sahihi. Upande wa pili Hassan alikuwa akijishughulisha na kujipamba. Upande wa pili Soraya alikuwa akijaribu kuwaaga vijana wake, lakini yule kijana mkubwa alimuondoa mdogo wake mikononi mwa mama yake na kumkataa mama yao, jambo lililomfanya Soraya aumie sana, akiwa hana namna zaidi ya kulia tu. Zahara alijitahidi sana kumtuliza. Alizitengeneza nywele za Soraya huku akimwimbia nyimbo nzuri, akijaribu kumtuliza katika nyakati zake hizi za mwisho. Siku ya Soraya kuhukumiwa kwa kupigwa mawe ilifika. Walipokuwa wanatoka tu mlangoni walikutana na watu wenye hasira kali. Wanawake hao wawili walijitahidi kutembea kwa pamoja, wakijaribu kupotezea matusi na dharau ambayo yalikuwa yakitukana na watu hao. Walipofika katika eneo la kumpigia mawe, Ibrahim na Hassan walirudia hukumu ya Soraya na adhabu atakayoipata kutoka kwenye hukumu hiyo ambayo ni kupigwa mawe mpaka kufa. Hii iliwafanya wanakijiji kupiga kelele za hamu, kifo, kifo. Kutoka kusikojulikana wanakatishwa na gari likiwa limejaa wasafiri washereheshaji. Washereheshaji hao walisema show yao itaendelea pale sokoni, na show hiyo ikakatishwa kwa muda na umakini ukarudishwa kwenye hukumu ya kifo cha mawe. Ushungi wa Soraya ukatolewa na akafungwa na kamba kabla ya kuwekwa kwenye shimo ambalo lilikuwa limechimbwa chini ya ardhi. Sehemu ya juu ya mwili wake ndio ilikuwa ikionekana, lakini upande wa chini wote ulikuwa umefukiwa ili isiwe rahisi yeye kutoroka. Lakini katika hatua hii ya mwisho kabisa, Zahara alijaribu kuwazuia wale watu, akiomba kuchukua nafasi ya Soraya na Soraya achiwe. Lakini wanaume wenye nguvu wakamtoa pale Zahara, wakiwa wamedhamiria kumpiga mawe Soraya. Molteza, baba yake na Soraya, alikuwa ni mtu wa kwanza kumrushia binti yake jiwe, lakini kwa ajabu hakufanikiwa kupiga hata jiwe moja. Minong'ono ilisikika, huenda hiyo ikawa ni ishara ya Soraya kutokuwa na hatia kabisa, lakini hiyo ilikataliwa haraka. Mtu wa pili kurusha jiwe alikuwa ni Ali, na wakati huu jiwe lilimpiga Soraya kichwani, hali iliyosababisha aanze kuvuja damu. Japokuwa Soraya alikuwa akilia sana, Hassan naye alirusha jiwe wakifuatiwa na watoto wake wawili. Hashim naye aliambiwa arushe jiwe,
lakini moyo wake ulimhukumu kwa sababu alijua Soraya sio mtu mwenye makosa. Hashim alishindwa kuvumilia kuendelea kuangalia, akaondoka na kijana wake. Na hapa wanakijiji wote wakaungana kwa ajili ya kumrushia Soraya mawe hadi pale alipokuwa amejaa na damu mwili mzima, akishindwa hata kutikisika. Baada ya kifo chake, umati ule ulitawanyika, wakiuacha mwili wake bila kuuzika. Wale washereheshaji waliokuwa wamepita mwanzoni walirudi, waliufunika mwili wa Soraya nguo ikiwa ni ishara ya heshima. Na usiku ulipoingia, wanakijiji walisherehekea. Zahara na rafiki zake walirudi tena. Waliutoa mwili wa Soraya kutoka pale ulipokuwa umechimbiwa na kuupeleka mtoni, wakimpa eneo lake la mwisho la kupumzika. Na hapo ndo mwisho wa Zahara kusimulia hadithi hiyo. Tunarudi wakati uliopo. Freydon anasimamisha na kutoa mkanda, kisha anauweka juu ya meza. Hashim anakuja na kumwambia gari yako iko tayari na unaweza kaondoka kijijini. Wanaelekea kwa pamoja mpaka kwenye karakana ya Hashim. Wanamuona Ali akipita na gari yake pamoja na Hassan, wakijadili jaribio la Ali lililoshindikana kumuoa Meli. Baba yake Meli alisitisha ndoa kwa sababu Ali hakutimiza ahadi aliyotoa, ambalo lilikuwa ni sharti la kumuoa Meli. Hashim anakasirika sana baada ya kugundua kuwa alidanganya bure, na Ibrahim anasikia hilo. Hashim anakiri kwamba Ali na Hassan walimtishia ili aseme uongo kuhusu Soraya. Ibrahim akiwa mtu mwenye imani kubwa, anakasirishwa sana na dhambi hiyo na anataka kumkabili Hassan. Lakini kuna tatizo kubwa. Hawawezi kumruhusu Freydon kuondoka na mkanda unaothibitisha kuwa Soraya aliuawa bila hatia. Freydon anajaribu kuondoka kwa gari yake huku akiwapuuza wanaume wanaomfokea, lakini anazuiliwa na walinzi wa mapinduzi walioko chini ya amri ya Hassan, ambao wanamtishia kwa bunduki. Wanahitaji mkanda huo, wakisisitiza kwamba hataruhusiwa kuondoka mpaka mkanda huo uharibiwe. Freydon anapoanza kuondoka kijijini, Zahara anakimbia kumfuata na kumpa mkanda wenye hadithi ya Soraya aliyokuwa ameusahau. Anaondoka kwa haraka na gari lake linaanza kuharibika tena. Zahara anasimama kati yake na wanaume wale. Licha ya mawe yanayorushwa kwenye gari lake, Freydon anafanikiwa kutoroka. Filamu yetu inaishia hapo, Zahara akiwa na afueni, akijua kwamba hadithi ya mpwa wake hatimaye itasikika duniani. Freydon anatarajia kuchapisha hadithi hiyo kama kitabu ambacho kitakuwa maarufu kimataifa. Asante kwa kutazama, bonyeza like na subscribe kwa video zaidi. Setine Max ni chaguo lako.